mtu amehusika sehemu. Kuna mahali ambako mtu alikaa akaeka ratiba yake ya maombi, alimweka kwenye maombi hayo. Popote pale ambapo unavuka, chochote kile ambacho unafanikiwa, huyo mke ulienaye, huyo mume ulienaye, au watoto ulionao, kuna mtu alihusika. Anaweza akawa ni mwanafamilia, anaweza likawa. Mimi ni Mary Goodluck, karibu tena kwenye channel hii ya YouTube ambayo itakwambia mambo mbalimbali kuhusiana na Biblia, masomo mbalimbali tutajifunza pamoja katika kile ambacho Mungu amenipa neema ya kukifahamu. Lakini vile vile tutamuongelea mwanamke Mkristo aliyeokoka na fashion. Hii naomba tuzungumzie swala la muhimu sana ambalo watu wengi tunajisahau kwalo. Tunapoishi maisha yetu kwa namna yote ile ambavyo tunapiga hatua, kama unajiona kwamba kuna sehemu umepata mafanikio, kuna sehemu umevuka, kuna sehemu ambayo umejikuta tu kwamba sikuwa nimeweza sana, sio kwa fedha zangu, labda sio kwa akili yangu. Yule mtu mwenye fahamu nzuri atagundua kwamba kuna mtu amehusika sehemu. Kuna mahali ambako mtu alikaa akaeka ratiba yake ya maombi, alimweka kwenye maombi hayo. Popote pale ambapo unavuka, chochote kile ambacho unafanikiwa, huyo mke ulienaye, huyo mume ulienaye, au watoto ulionao, kuna mtu alihusika. Anaweza akawa ni mwanafamilia, anaweza likawa kanisa, anaweza akawa rafiki, anaweza akawa tu jamaa yako ambaye aliona thamani imekuja na jambo lake kwako ambalo linahitaji maombi, muombe. Ukiona tu hata mtu tu ambaye umfahamu, lakini Mungu anasema na wewe kwa habari ya kuombea watu, muombe, kwa sababu muombaji mzuri na muombaji aliyokomaa hatojiombea tu yeye na maisha yake, ataombea watu wengine ambao wanahitaji kuvuka, nao atavuka. Nikwambie tu story moja katika Biblia, katika kitabu kile cha Yohana sura ya 2 anzia mstari wa 3. Mama yake Yesu alivyoenda kuomba, alivyoenda kwa mwanae na kumwambia masuala ya divai, muujiza wa kwanza wa Yesu katika ile harusi ya Kana. Unaona kabisa pale Mariamu mama yake Yesu ndio alienda kuomba kwa habari ya kwamba harusi ile ipate tena divai nyingine, divai mpya, divai nzuri, baada ya kuona wale watu wametindikiwa na divai yao imeisha. Hakuna mtu, hata yule mkuu wa meza hakujua kwamba ile divai mpya na nzuri ya thamani na bora ilitokea wapi. Nikwambie mtu wa Mungu, wale watu wachache ambao walihusika kujaza yale mabarasi maji, mabarasi 6 ni mapipa makubwa ambayo ilijazwa tena maji na kubadilika kuwa divai, wale peke yao ndo waligundua kwamba divai ilitokea wapi, nini. Kwa hiyo ni wale watu wachache ambao walijaza yale mabarasi maji, waliokuwa pamoja na Kristo, wale wanafunzi wake, ndo walijua ukweli wa divai ilipotokea. Na hawakujua yule mkuu wa meza, even mkuu wa meza ambaye ni kama vile ni mwanakamati mkuu, mwenyekiti wa kamati kwenye ile shughuli, hakujua even ile divai ilitokea wapi. Kumbe aliyehusika katika maombi ya ile divai alikuwa ni mama yake na Yesu, Mariamu. Kwa hiyo chochote ambacho umefanikiwa kwacho, usijigambe. Watu walipata tena divai mpya, watu tena walisherekea, furaha tena na changamko likarudi tena kuu kuliko la kwanza. Ni kwa sababu kuna mtu alihusika kuipata ile divai mpya, divai iliyo bora. Kwa hiyo divai yako ya leo inawezekana ikawa ni afya yako ambayo umeipata kutoka katika magonjwa mazito ambayo hata madaktari walikuwa hawana majibu kwayo. Inawezekana ni ndoa ambayo ulikuwa unaitafuta kwa muda mrefu, hata wewe mwenyewe ulikuwa hujui na vifungo vya ukoo vimekushikilia. Kumbe kuna kanisa ambalo lilikesha na kuomba kwa ajili yako, walifunga na kuomba kwa ajili yako. Kumbe kuna ndugu, jamaa, rafiki ambaye alikaa akakuweka kwenye ratiba yake ya maombi. Kwa hiyo usijigambe. Nafasi umeipata leo, muombe yule mtu ambaye unaona ana uhitaji wa maombi. Muombe yule mtu ambaye ana uhitaji wa maombi. Mtu wa Mungu, hata taifa lako kaa ukiliombea. Kuna watu wataokoka kwa ajili ya maombi yako. Kuna watu watamuona Mungu kwa ajili ya maombi yako. Usijidharau. Pale ulipofika ni kwa sababu kuna mtu alihusika kwenye maombi. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Karibu kusikia tena na tena na tena, na itampendeza Mungu